Mwenzenu nipo pendoni na enjoyira deka na faridi mapenzi yamenizi tilalila na deka na faridi nimerejea utotoni pendo liso kifani. Nimehisi harufu yako ya perfume, ndio maana nimepita moja kwa moja mpaka huko ndani. Nikajua lazima utakuwa ndani. Natakiwa kujua kuwa wanaume wengine huko wana mawazo kama yako. Nao wanawaza kuwa wanawake wote ni washenzi kwa kosa kama hilo la kuumizwa na mtu mmoja tu. Mademu ni wengi mwanangu, hapo hata huko ndani kumejaa mademu wengi kibao mwanangu. Mimi nimekaa nao unajua kwa mademu kibao. Mimi nimealika watu kibao wamekuja kwa ajili yetu sisi mimi na wewe. Mbona leo mapema sana hivyo? Nimekuja mapema kwa sababu nimeshangazwa na hicho nilichokisikia. Yaani Dori shogangu ukamfanya mwenzako ukamwaibisha kiasi kile ndio nini? Mtu umemwaidi utakuja, umekuja, umegoma kuingia. Umefanya tumesherekea peke yetu. Na mwenye sherehe yake akakaa kimya kanuna hatari. Sawa, lakini yote kwa yote nimekuletea maua hayo kama zawadi. Okay, asante. Lakini sidhani kama anahitaji zawadi hii. Dori bwana, hebu acha kujifanya mbogo ikiwa wewe asili yako ni kondoo. Ni ya kwako hayo. Kwa jinsi mnavyoongea wewe na Brian, naona mnaelewana zaidi kushinda mimi na yeye. Dori ni shogangu. Ngoja nikwambie. Brian anakupenda na anakujali. Na mimi na Brian ni urafiki tu na hakuna chochote kile kinachoendelea. Labda unajua nini? Unajikaanga na mafuta yako wewe mwenyewe. Sasa basi, tumia muda kabla muda hujakutumia wewe. Teta mzee mbwani bani mwoshi mgima kwake ni andezua kihe mnavya mboga zeni teta mdogo kwa mzee mbwani mfenua imi ani ongezo asa mwanangu ndo mambo gani tunafanyana, lakini mshikaji wangu mbona kwa kama hauna akili mtu mgima na wewe makamo hayo kila siku ni mtu akuzingua, umezingua hili umekuja tu alija kaa shawa alija malizika mwanangu unazingua tena. Na kati Waswahili wanasema hapo hapo, anasema tena hapo hapo, kama aliyotenda kosa sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. Sasa mwanangu usimerudia kwa mara pili mwanangu, kwa hiyo umenikosea ndugu yangu, kila siku kaza kunikosea tu kila siku mwanangu, kaza kunikosea. Mbona mimi sikukoseagi kama hivi mwanangu? Alafu ni mtu mgima sasa hivi, umri unazidi kwenda mbele haurudi nyuma. Umegenea ndezu, hangu umegenea ndezu huko. Umejaa ndevu katika kidevu chako, kina kizako mwanangu ni ndogo, kichwa kama boga mwanangu. Acha mambo yako kuzingua namna hiyo mshikaji wangu. Wakaya, unatakiwa na busara sana. Yaani unikome. Nikukome na kipi? Unikome. Tumetoka vizuri kule nyumbani. Tumekubaliana bado tukifika pale dukani naingia mimi vizuri. Lakini tumefika pale mshikaji wangu umejifanya tu unatulia tinje eti asubiri kwanza Wakaya. Umenitia aibu mwanangu. Bwana kitu tumeaga hapo la demu doli ni huyo malapiku tuzingua hivi. Juzi katika birthday mimi nakufana kuhifadhi. Kwa sababu Waswahili wanasema mfanya kosa sio kosa, kuja kosa ndio kosa. Juzi kwenye birthday hivyo hivyo. Amezingua. Hilo lote mimi nikasema sabilillahi, kwa sababu ndio Waswahili wanasema kukosea sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. Nikasema jeke jite jitashia. Lakini sasa hili la leo, hili nazungumzia hili la leo, tumetoka mguu kwa mguu na kati kisha kwamba kama mimi mzako nauma jamani, na dalili ya ngilimaji, nimelala nimepumzika, mwenzako unaniambia twenda hivyo hivyo. Pafika hapo mtu unazingua nifanye kitu gani mwanangu? Alafu oya. Alo. Kibugu. Unajua Wakaya wewe unatakiwa na busara sana. Utakiwa kuwa hivyo. Si umeelewa? Sasa unanitukana hivyo ili wewe. Ndio mimi na ndevu nyingi. Hizi ndevu zinakuhusu nini? Unajua nimekwambia kweli penzi kwa Dori. Lakini Dori nimemwona yuko busy sana na mambo yake. Hatuwezi kuzungumza chochote bali. Asa kikweli nimeshindwa kwenda kuongea naye. Kwa hiyo nashangaa unaongea sana, unatukana sana ndugu yangu. Ili iweje? Uonekane vipi sasa? Uonekane wewe mtu mzima, mimi naonekane mtoto. Ndio unavyojiona wewe. Sio? Utakuwa na busara ndugu yangu. Oya mwanangu jirekebishe babu, nakuelekea ni kubaya mwanangu. Kuna siku utakuja kunitia kidole cha jicho, afu nikuchekea uniambie bahati mbaya. Mwanangu jirekebishe. Bila hivyo mwanangu kuna jela, afu kuna guest, afu kuna kuachana. Kuna leo na kesho naweza nikafariki dunia muda wote mimi. Nikishafariki mimi hutapata tena rafiki mwenye moyo kama wangu. Haki ya Mungu nakwambia
Haupati rafiki kwenye moyo kama wangu mwanangu, nakwambia. Basi aishe, tuenzetu kazini. Alafu nikwambie, kuna jamaa kanipigia simu, anataka maembe 150. Kwa hiyo tuenzetu kamkusanyia mzigo ili tuweze kupata hela. Hayo kuzungumza ofisini sasa, sio kuzungumza hadharani barabarani kama huku. Masuala ya kazi kama hayo ni ofisini au mengine. Alafu acha kuzungumza sana. Unazungumza sana kama umekiwa memory card bwana. Unikombe. Au mshapata kile nani? Jobless. Kwanza ni kuchape na maji, alafu mengine yataendelea hapo baadaye. Funga maji baba. Yaani kila siku nikija kwako, wewe kinywaji chako kikubwa kabisa ni maji. Yaani sijui kwa nini. Sasa maji ndio hatua ya awali. Unajua maji ni kitu muhimu sana kwa mgeni. Anapofika mgeni nyumbani kwako, anza kwanza kumkarimu na maji, alafu hayo mengine yatafuata baada ya maji. Hata kule misikitini watu wanapofikaga kwenda kuswali, lazima kwanza waanza kwenda kwenye maji watie uzu, alafu ndio ingia katika ibada. Kwa hiyo maji ndio kitu cha awali. Kata maji. Kwa hiyo soda inanunuliwa baa sio nyumbani. Sehemu yoyote, lakini hiyo ni hatua ya awali baba, na hakuna jambo ambalo linakosa hatua ya awali. Wakaya. Naam. Hivi Doreen anamhitaji mwanaume design gani? Sasa unataka nikutajie design ya mwanamume ambaye anamhitaji ili ukamtafutie au kwa namna gani? Yaani sijalielewa vizuri swali lako. Jaribu kulifafanua vizuri ni kuelewe bwana. Hapana, kutokana unajua Doreen anazidi kunikatisha tamaa kwa sababu nampenda sana. Yaani nafanya mbinu zangu zote lakini simuelewi kabisa. Hapo sasa nimekuelewa vizuri sana. Kwa mujibu wa mazungumzo yako, inaonekana kuna kitu wewe ulikikwepa hapo mwanzo, hapo nyuma, hapo awali. Kitu gani? Na marahaba, karibu. Swala la mahusiano au la mapenzi linaanza katika ile balehe ya kwanza. Kama vipi? Yaani nikizungumzia mahusiano kuanza kwenye balehe ya kwanza, yaani katika ile balehe yako ya kwanza inatakiwa pale uanze kujifunza mahusiano na uyajue kuanzia pale ili huko mbeleni uje kuwa na experience nayo. Iko Kiingereza kidogo nimekuacha hapo. Yaani uje kuwa na uzoefu nayo. Kwa hiyo kama pale ulikosa swala la mahusiano kulikontrol pale katika ile balehe ya kwanza, lazima itakuja kukusumbua. Kwa hivyo kwa hayo mazungumzo yako, inaonekana ndugu yangu ulikosa mahusiano katika balehe ya kwanza, ulilikwepa hili swala. Ndio maana leo unapata tabu, unatia huruma. Ila kwa sababu uko na sisi vigogo vya nani hii, basi tutakuelekeza mapenzi hatua kwa hatua na utalifahamu hilo vizuri. Ila kwa vipi yani? Sijakuelewa unajua. Hatua ambazo nitakufahamisha ndio kama hizi ambazo sasa hivi nakuambia. Kwa hiyo unapoendelea kuwa karibu na mimi Shalobalo kijana machachari, handsome boy wa Kishambaa au Shalobalo ja Kishambaa, kuna baadhi ya vitu mimi navijua vingi sana. Lazima nitakufundisha na lazima nitakuelekeza. Alafu Waswahili wana misemo yao mizuri sana na ya umuhimu. Wanasemaga hivi. Wanasema mapenzi ni sawasawa na mchezo wa karata. Mchezo wa karata upoje unajua? Yaani ukila umekula na ukiliwa umeliwa. Kwa hivyo unatakiwa uwe makini ili usije ukaliwa, maana ukiliwa umeliwa. Wakaya. Naam? Unaitukana? Nimekuja hapa nikuombe ushauri mzuri tu wa kimahusiano. Lakini unaniambia mimi naliwa. Kwa hiyo mimi naliwa. Uliwi. Mimi naliwa, si ndio? Uliwi baba. Wewe kata maji hayo tujue tunaendelea vipi, lakini wewe huliwi na mtu yoyote. Yaani hakuna mtu anayekula.
Neema, Brian wewe. pole sana kwa kunisubiri kwa muda mrefu sana. Wala tusijali. Yaani bora tu umefika. Mimi Vipi, uko sawa? niko sawa, sijui wewe. Hivi ulikumbuka kumpa maua yangu kama samani kwake? Ndio nilipeleka. Lakini hakuonyeshwa kabisa kupendezwa na jambo lile. Okay, asante sana. Nina imani unanijali kwa kila kitu. Mimi tena kwenye jambo hilo. Wala. Yaani hadi mimi mwenyewe najiaminia. Yaani safari hii nimependa sana. Angenikubalia tungeshikana mikono, angenikumbatia na angenipa maneno mazuri sana. Na sijui kwa nini anakupa mgumu kiasi kile. Brian, hivi unanichukuliaje wewe? Yaani nimekuita hapa na wewe unakuja na mada zako. Nashukuru sana kwa kuwa na mimi kwa mara nyingine tena. Brian, unanionaje wewe? Kivipi Neema? Sorry, sipo sawa. Tutakutana wakati mwingine. Mapenzi yamenizi Tialila na deka na faidi. Nimerejea utotoni, pendo liso kifani, amani moyoni mtawala. Sasa nipo Nataka kuzungumza na wewe. Najua kuhusu Brian, si ndio? Ndio, nataka kujua msimamo wako. Msimamo kuhusu nini? Na mbona unaonekana una jazba hivi? Yaani fika unaonekana una dalili zote za kumpenda Brian. Sasa kwa nini unamfanya kama Tiara? Hebu kuwa na msimamo, maana wengine tumechoka kuwa kama pikipiki posta, kutwa tunatuma barua kuzimu tukitegemea ipo siku moja shetani atajibu. Kwa vile ulivyokasirika, inaonekana fika unampenda sana Brian. Neema, acha kunipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Fata jinsi moyo wako unavyotaka. Siongei haya kana kwamba nampenda Brian. Hapana. Ila kama unampenda Brian, mpende, na kama unamchukia, mchukie. Kuliko hivyo unavyofanya, unamfanya kijana wa watu anashindwa kufanya maamuzi juu yako. Na kwa nini umeamua kumsaidia Brian ili anipate mimi? Don't get me wrong. Nampenda Brian kama rafiki yangu na si vinginevyo. Na ndivyo ilivyo kama kwako wewe. Na marafiki wazuri ushare moment zote, mbaya na nzuri. Sorry. Nimesahau. Baadaye tutaonana. Alafu nimekumbuka baba. Haya vipi kuhusiana na mrejeshi wa huyu binti Dolly? Kwa sababu naona kama sasa hata wiki moja inakaribia unipi mrejeshi wa aina yoyote, naona kila kitu kimetulia tu kama maji ya ngodi. Naona mpaka sasa hivi Doring anaanza kunikatisha tamaa kabisa. Yaani sijui kwa nini ule mwanamke. Yaani kwa mujibu wa mazungumzo yako inaonekana kabisa kuna vitu viwili hapo ndani yake. Hapo huenda kuna sababu wewe ni muoga. Yaani huenda wewe ni muoga, ushaanza kumwandafia yule demu, yani ulishaanza tayari kumuogopa. Alafu jingine tayari unaonekana umeshavaa vazi la tamaa wewe. Hakuna kitu kibaya maishani kama tamaa. Sasa tayari nimekuona dalili zile zote za tamaa zimeanza kukuingia katika mwili wako. Unataka uachane na Dolly ili umfuate yule Neema, pale kapota bokangu. Na nilishawahi kukuambia kabisa kama Neema yule ni wangu mimi hapa Shalobalo. Vitoto kama vile vipotabo vinataka wanaume machachari kama sisi Mashalobalo. Akiniona atasema Shalobalo ngwaja kishamba, Shalobalo ngwaja kishamba. Umeona? Kwa hiyo yule niachie mimi kama nilivyo, usilete tamaa. Unajua hiyo tamaa yako inanikumbusha kipindi fulani wakati niko sehemu moja panaitwa Makolola.
niko na baba mmoja hivi, alikuwa jina lake kidogo nimemsahau. Huyo baba bwana, kulikuwa kuna demu mmoja mimi nilimtafutaga zamani, anatokea sehemu moja panaitwa Muweza. Nikaongea naye katika simu. Huyo baba alipomsikia tu akasema huyo akija ni wangu, huyo akija ni wangu. Yaani huyo demu ni mweupe, alafu iko hivi, alafu iko hivi. Niachie mimi. Nikamwambia haya, nimekuachia. Alipokuja yule demu, ni bonge moja la jibibi, ana miaka 74. Ikabidi jamani mwenyewe. Tabia hiyo hata wewe unataka kuwa nayo. Acha maneno kula chapati hizo. Haya. Utalijua hilo, lakini lifanyie kazi hilo. Kaza kwa doli ni utampata. Usipokaza utakuja siku moja kuteki kidole cha jicho alafu pia umchekee. Wewe. Neema, wewe umeniita alafu uzungumzi chochote kile. Brian, nataka kukuambia jambo. Wewe sema tu, usijali. Kwa nini usiache kumfuatilia asiyekupenda? Mbona kama sijakuelewa hivi? Brian, mimi niko hapa nikupendaye. Naweza kukukusha utakavyo, nikimaanisha kimwili na kiakili. Nifanye utakavyo. Yaani mimi kwako kama samaki, nikisubiri mpishi na jalo lake anifanye atakacho. Neema, unataka kufanya nini? Mbona sikuelewi? Neema, mbona uongei? Brian, itoshe kusema tumeshindwa. Kwani Doreen hawezi kusamini upendo wako? Kwani uelewi wewe? Neema, nashukuru sana kwa kuweza kumpambania kwa Doreen ili nipate wewe. Ila kwa hili nitapambana mimi kama mimi. Asante sana. Nashukuru sana kwa kuweza kunipambania. Kwa hiyo sasa nipo furahani, nimetoroka vitani, kanifadhili hisani na mpongeza, kanirudisha thamani, kaniepusha shetani, kanihifadhi rohoni napendeza. Nampenda kopa nimelamba turufu, ananipenda maradufu. Nampenda kopa nimelamba turufu, ananipenda maradufu. Mahaba matamu